that we would ever be more than friends. But railroad white breaking all the rules. She like a song played. Katika historia ya burudani ya Tanzania, tamthilia zimekuwa si tu chanzo cha kufurahisha, bali pia zimetumika kama dhana ya kufundisha, kuonya na kuibua mijadala mbalimbali ya kijamii. Tangu enzi za redio hadi runinga, tamthilia hizi zimekuwa sehemu ya maisha ya Watanzania, zikiakisi jamii na changamoto zake. Kwa mujibu wa Bodi ya Filamu ya Tanzania, kati ya mwaka 2019 mpaka 2024, zaidi ya tamthilia 650 zilisajiliwa na kurushwa kwenye majukwaa mbalimbali, ikiwa ni ongezeko la asilimia 45 ikilinganishwa na kipindi cha nyuma. Tamthilia kama Fahari, Kombolela, Jua Kali, Mzani wa Mapenzi, Tufani pamoja na Dunia zimepata mashabiki wengi kupitia majukwaa mbalimbali, ikiwemo Sinema Zetu ambayo iko chini ya Azam TV na Maisha Magic Bongo ya DSTV. Kila moja inaleta ladha yake ya kipekee, ikiwasilisha simulizi zenye kuelimisha na kushangaza. Na hapa tunawasikia baadhi ya mashabiki wakieleza ni kwa nini tamthilia hizi zimekuwa ni sehemu ya maisha yao ya kila siku. Tamthilia naipenda zaidi tamthilia inaitwa Kombolela. Na naipenda sana kwa sababu maudhui yake yanafurahisha sana, yanafurahisha, haichoshi kuangalia. Na mwigizaji anayenivutia zaidi ni Mwadawa. Kutokana na yale matendo yake anayofanya, anaichangamsha ile tamthilia, yani unakuwa uchoke kuiangalia. Zinagusa maisha ya kweli, kwa sababu kile anachokiigiza kinaendana na maisha ya baadhi ya jamii zetu. Jambo muhimu ni katika ile tamthilia, yani wale ndugu wanagombana mara kwa mara, lakini inapotokea labda mtu kamkosea mmoja, wanakuwa na ushirikiano wa kutatua. Kwa hapa Tanzania mimi ni mfuatiliaji mzuri sana wa tamthilia, hususan kwa sasa hivi nafuatilia tamthilia ya Dunia. Ni tamthilia ambayo naipenda sana. Naipenda kwa sababu maudhui ambayo yanatolewa mle ndani ni maudhui ambayo kwa kiasi kikubwa yanaihusu jamii ambayo tunaishi kwa sasa. Wahusika ambao wametumika mule wamefanya kazi yao ipasavyo na wameonyesha uhalisia wa namna ambavyo Watanzania wengi wanaishi. Nishawahi kujiona. Wapo wasanii wengi ambao wamekuwa wakifanya kazi yao kubwa sana na kuonyesha uhalisia wa tabia za watu. Kwa mfano kuna kipande kimoja kwenye hiyo tamthilia ya Dunia ambayo imeonyesha, siwezi nikasema ni kama mimi, lakini imeonyesha watu wengi ambao wamekuwa wakiwa na uvumilivu mkubwa sana katika ndoa. Kwa sasa na dunia ya sasa hivi, mapenzi ndiyo yamechukua nafasi kubwa. Kwa hiyo tamthilia nyingi kuzungumzia mapenzi, pengine ni kwa sababu ya dunia ya sasa, yani kuna namna fulani mapenzi yana nafasi kubwa. Lakini pia hii sio nzuri sana, kwa sababu ukiachana na mapenzi, yapo mambo mengi sana katika jamii pia ambayo kama wasanii wa tamthilia wanatakiwa kuyaonyesha na hatimaye pengine kuletewa masuluhisho, hususani kwenye mambo mengi ambayo katika jamii yanatokea ukiachana na mapenzi. Kwa upande wangu mimi zinahamasisha, kwa sababu kile ambacho kinakuwa kinaongelewa kule kinaweza ikawa kweli ni kitu ambacho ni kibaya, lakini ni kweli kwamba kipo katika jamii zetu. Ujumbe ambao unaonekana kujirudia sana ni masuala ya mahusiano na usaliti katika mahusiano. Mfano kwenye tamthilia ya hapa na Jua Kali. Jua Kali tunamuona Ana pale anakuwa anamsaliti sana mpenzi wake Biba, anakuwa anatoka nje ya mahusiano na kumdharau mpenzi wake. Kwa hiyo usaliti pia tunamuona kwa mama yake Ana ambaye ameolewa na profesa pale, anakuwa anamsaliti mume wake na kijana mdogo sana ambaye ni Peter. Usaliti akina Semeni, akina Sofia, wote wale wanakuwa wanafanya sana. Tamthilia naipenda zaidi kwa sasa ni Jua Kali, na ni kwa sababu inariflect sana maisha yetu ya siku, usaliti, kisasi na kadha wa kadha. Na mwigizaji gani anayekuvutia zaidi na kwa nini? Mwigizaji anayenivutia zaidi ni Maria katika tamthilia Jua Kali. Ananivutia kwa sababu amevaa uhalisia fulani wa mwanamke ambaye hajatulia,
hajatulia kwenye mapenzi kama hivyo. Tamthilia, kwa jinsi tamthilia nilivyoiangalia, tamthilia ya Jua Kali ina reflect kabisa maisha ya kila siku, kama kwenye dhamira kama za usaliti, vitu vingi sana najifunza kwenye maisha kila siku, na wala si story kwamba hazipo katika story za kutungwa. Hapana, ni vitu ambavyo vinatokea katika maisha yetu kabisa. Kwa sasa tamthilia ninayoipenda na inanivutia zaidi kutazama ni tamthilia ya Kombolela, kwa sababu katika tamthilia ya Kombolela kuna maudhui mazuri ninayoyapata, kuna vitu vingi najifunza kuhusu maisha na kuhusu vitu vingi kuhusiana na maisha. Katika tamthilia ya mwigizaji anayenivutia zaidi ni Mzee Kikala. Yule baba wa familia, ni baba fulani ambaye ni anamwamini sana Mungu, lakini ukiachana tu na kwamba anapata misukosuko mingi kutoka kwa mke wake, watoto wake, lakini bado amezidi kuendelea kuiangalia familia yake, hajawaacha. Tamthilia hii kama tamthilia ya Kombolela, kama nilivyokwisha kusema, inagusa maisha halisi, kwa sababu ukiangalia vitu vinavyoigizwa, kwa mfano kama wale watoto wa Mzee Kikala. Ndio huwa natazama tamthilia, lakini si mara kwa mara, lakini huwa nafuatilia. Tamthilia ambayo naipenda kwa sasa ni tamthilia ya Dunia. Naipenda kwa sababu tamthilia ile ina maudhui mbalimbali, inafundisha mambo mengi ya kimaisha. Kwa ndio hivyo, ina maudhui mengi kwa kweli ambayo yanapatikana katika jamii zetu. Kinachonivutia zaidi kwenye tamthilia, kwa mfano tamthilia kama Dunia, ni namna wahusika walivyopewa uhusika wao. Kila wahusika wamevaa kulingana na uhusika wao. Kwa kinachonivutia ni hivyo, wahusika wametekeleza kulingana na uhusika waliopewa. Kama ningekuwa mwandaaji wa tamthilia, ningejitahidi sana katika swala la kuhakikisha kwamba wafuatiliaji wa tamthilia wanazipata tamthilia hizo kwa wakati, kwa sababu kwa mfano tunavyoona tamthilia za siku hizi zinafika kwa kuchelewa. Kwa mfano utakuta kipande hiki kimerushwa Jumatatu, kingine utakipata siku ya Alhamisi. Kwa kama ningekuwa mwandaaji wa tamthilia, ningejitahidi kuhakikisha kwamba wafuatiliaji wanakuwa na muda maalum, kama ni Jumatatu ni Jumatatu. Mchango wa vyombo vya habari hauwezi kupuuzwa. Chaneli ya Sinema Zetu chini ya Azam Media Limited imeibeba sanaa ya uigizaji kwa weledi mkubwa, ikirusha kazi nyingi za Kitanzania kila siku. Katika usiku wa Mei 25 mwaka 2024, wakati wa uzinduzi wa albamu ya mwanamuziki maarufu kama Harmonize, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Samia Suluhu Hassan, alitoa kauli ya kupongeza na kuisifu chaneli ya Sinema Zetu kwa mchango wake mkubwa katika kukuza sanaa ya filamu na tamthilia nchini. Tumeshuhudia kukua kwa sekta ya tamthilia. Tamthilia nazo zimekuwa. Sinema Zetu inafanya kazi nzuri sana kukuza vijana wetu katika tamthilia. Kwa hiyo niwapongeze wote sekta zote kwa ujumla wenu. Pia katika hafla ya kufunga maonesho ya kitaifa ya utamaduni, Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Profesa Palamagamba Kabudi alishindwa kujizuia kueleza wazi upenzi wake wa tamthilia ya Kombolela, akisema kuwa ni mojawapo ya kazi zinazomgusa sana kwa ujumbe wake kwa jamii. Na miongoni mwa sinema ambazo Sinema Zetu, naangalia sana Sinema Zetu. Na niamua kuangalia Sinema Zetu ili akili hii iburudike. Na hicho kipindi gani nimesema wale ambao ile familia, wale madada inaitwa ile Kombolela ile. Lakini ile Kombolela ilinipa shida ya kuchelewa kulala, kwa sababu mlianza saa 7 usiku. Kwa hiyo ilikuwa nalazimika kusubiri matokeo yake, naamka asubuhi kwenda kazini nimechoka. Lakini sikukosa kuangalia hiyo Kombolela. Na kwa nini nilipenda? Ile ina vionjo vyote vya Buguruni, vya Manzese, vya Vingunguti, vya Mbagala Kisuiani ambayo ni maisha ya kawaida kabisa ya watu wa mtaani. Wale Waswahili wale madada wale, wamo washambenga, wamo wenye busara, wamo wachoyo, wamo wakorofi, na yule mzee
mzee Kikala na mambo yake ya pembeni ambayo lazima ayafiche. Wewe ni sinema zetu tunaiangalia sana, na mimi naomba nyinyi muendelee kuwa pamoja na sisi. Tamthilia mbalimbali kama Jua Kali, Kombolela, Dunia, Tufani zinazorushwa kupitia chaneli mbalimbali zimekuwa ni gumzo mitaani, zikiangazia maisha ya vijana, vishawishi vya mitaani na ndoto za kujiinua kiuchumi. Katika maeneo mengi ya Tanzania, vijana wameanza kujitambua kupitia wahusika waliopo katika kazi hizi. Kwa mujibu wa taarifa za Azam Media mwaka 2023, tamthilia zimechangia 60% ya vipindi vinavyotazamwa sana na Watanzania kwenye chaneli ya Sinema Zetu. Tamthilia hizi pia zimekuwa sehemu ya mabadiliko ya kiuchumi. Waigizaji, waongozaji, waandishi, wapiga picha na wahariri wote wamenufaika kupitia ajira na nafasi mpya za kazi. Kwa mfano, kati ya mwaka 2022 mpaka mwaka 2024, zaidi ya vijana 1200 walipata nafasi ya kushiriki kama waigizaji au wataalamu wa nyuma ya kamera kupitia miradi ya tamthilia za ndani. Chakupoke huyo. Mwacha jileposhe tu, afuta bangi wamsikia uko nje, wamkunyuke hiyo miguu atembee hiyo. Mpaka mikono wapi watakotembea, utakuwa mbavu kamili sasa. Wanisikia au kawaambie. Maana hiyo maneno unayosema unamlenga choro. Katika miaka ya karibuni, mabadiliko makubwa yamejitokeza kwenye soko la tamthilia nchini Tanzania. Tumeshuhudia wimbi jipya la tamthilia kutoka mataifa ya nje, hasa zile za Kituruki, zikipewa tafsiri ya Kiswahili na kurushwa kwenye vituo mbalimbali ikiwemo Azam 2. Tamthilia hizi za kigeni zimepata mashabiki wengi, si kwa sababu ya hadithi tu, bali pia ni kutokana na kazi nzuri inayofanywa na wasanii wa Tanzania wanaowekea sauti, yaani voice actors. Nugul, dada Nugul, andaa mkate wa mayai, sausage na jibini. Sureia anataka mkate wa mayai. Hivi vizuri sawa? Ninawaamini sana. Wakizipeleka hadithi hizo karibu zaidi na nyoyo za watazamaji wetu. Kwa kutumia wasanii wa nyumbani kuweka sauti kwenye tamthilia hizo za kigeni, tasnia ya uigizaji inafaidika kwa njia nyingi. Kwanza, inatoa ajira mpya kwa waigizaji wa sauti. Pili, inachochea ukuaji wa ubunifu na ujuzi katika mbinu za uigizaji wa sauti. Na tatu, inawajengea uwezo wa kimataifa wa kuigiza kwa kutumia lugha tofauti za kitamaduni. Hii ni hali inayoonyesha kuwa hata katika changamoto kuna fursa. Lakini hata hivyo, pamoja na ongezeko hili la tamthilia za nje, tamthilia za Kitanzania bado zinaendelea kushikilia nafasi yake. Kwa sababu ya hadithi hizo ni za nyumbani, zinasimulia maisha yetu, zinasimulia lugha yetu na pia utamaduni wetu. Na kwa msaada wa vyombo kama vile Sinema Zetu, Maisha Magic Bongo na majukwaa mengine, waandishi, waongozaji na waigizaji wetu wanaendelea kuleta kazi zenye ubora na zinazokuwa siku hadi siku. Waswahili husema tunda la juhudi ni mafanikio, na hakuna mafanikio yanayokuja bila kutambua na kuthamini kazi ya mtu. Hili ndio linaloonekana leo kwenye tasnia ya tamthilia za Kitanzania. Utoaji wa tuzo kwa waigizaji wa tamthilia nchini Tanzania umekuwa na chachu kubwa ya mabadiliko kwenye sekta hii ya sanaa. Kupitia majukwaa kama Tanzania Film Festival pamoja na Sinema Zetu International Film Festival, yani ZIF, kazi za waigizaji, waandishi wa tamthilia na waongozaji zimeanza kutambuliwa rasmi mbele ya jamii na wadau wa sekta. Kwa mfano, mwaka 2023 kwenye ZIF iliyofanyika jijini Dar es Salaam, tamthilia kama vile Kombolela, Jua Kali, Haikufuma vilipata kushindanishwa na kutunzwa kwenye vipengele kama mwigizaji bora wa kiume, mwigizaji bora wa kike na tamthilia bora ya mwaka. Na pia kupitia Tanzania Film Festival ambalo huandaliwa kwa ushirikiano na Bodi ya Filamu Tanzania na wadau wa tasnia, tuzo hizi hutolewa kila mwaka kwa lengo la kuongeza ushindani wa kimaendeleo. Ni kitu kizuri sana na nadhani itawasaidia sana wasanii, pia itawapa ile awareness kwamba watakuwa wanajua kwamba serikali inawafuatilia na imeamua kuwapa support, kwa hiyo watafanya vitu vya maana sana.
ina maana kwamba kuna msimu wa kwanza ambao ulitangulia ulifanyika mwaka jana. Sasa msimu wa pili kuna mambo ambayo tumeyaboresha. Nitataja machache hapa ambayo ni makubwa. Jambo la kwanza ni namna ya kupiga kura, kwamba safari hii tumeongeza namna ya kupiga kura kupitia SMS. Kama mtakumbuka mwaka jana ilikuwa ni kupitia mitandao peke yake, lakini ilileta changamoto kidogo. Tukasema kwamba hebu tuongeze namna ya kupiga kura kwa kupitia SMS, na tutakuwa tunajulishana kadri tunavyokwenda. Hakika utoaji wa tuzo umeongeza hamasa kubwa miongoni mwa wasanii wa tamthilia, na leo hii kazi za Kitanzania zinaanza kung'aa, si tu kwenye majukwaa ya ndani, bali pia kwenye macho ya watazamaji wa kimataifa. Ni wazi kuwa tamthilia si burudani tu, bali ni kioo kinachoakisi maisha yetu. Kupitia visa na simulizi mbalimbali, tunacheka, tunalia, tunatafakari. Swali linalobaki ni hili: je, tunazitumia ipasavyo kama chombo cha mabadiliko, au tunazitazama tu kwa mtazamo wa kuburudika? Tamthilia zetu ni maisha yetu. Mimi ni Atukuzwe Kayuni. Asante.